liko jambo unatakiwa kulifahamu. Hayaji matokeo kama hakuna anayesukuma matokeo. Inawezekana unaandika, mimi sifikiri sana kufundisha sana. Sawa eh? Ninachofikiri uandike, na kile utakachoona kinakufaa unaweza ukakiandika. Biblia kuna kitu inatufundisha cha ajabu sana. Kama unataka kuandika, andika. Ombeni bila kukoma. Kama utatunza kwenye akili ukafanikiwa kukiishi, is okay. But kama unaandika, andika ombeni bila kukoma. Inawezekana una kifaa kinachoweza kurekodi sauti pia, sawa. Lakini nataka nikuambie leo, omba bila kukoma. Omba bila kukoma. Na Biblia imeandikwa kutoka kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ile sura Wathesalonike wa kwanza, I think sura ya 5 mstari wa 17. Biblia inazungumza hilo kwamba ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Biblia inazungumza kwa habari ya kuomba bila kukoma. Watu wengi wamekuwa waombaji, lakini kila wakiomba hakuna matokeo, kwa sababu ni watu wanaoomba alafu wanaacha kuomba. Unaomba, unaacha kuomba. Lakini Mungu anatutaka tuombe bila kukoma. Wakati anasema uombe bila kukoma, maana yake ana uwezo wa kukupa unachokitaka. Anataka wewe uwe mwepesi tu kumwomba. Unajua, wakati ninasoma kipindi cha shuleni, walikuwepo watu wenye uwezo wa kununua vyakula. Zamani kulikuwa na kitu fulani kinaitwa kibama. Vibama vilikuwa vinauzwa kwa shilingi 5 shuleni. Kulikuwa na kitafuno kinaitwa kitumbua, ndio vilikuwa maarufu sana shuleni. Vitumbua vilikuwa vinauzwa kwa shilingi 10. Hivi vibama ama vitumbua ndio vilikuwa vinauzika sana shuleni. Kwa kitu ambacho kilikuwa kinatokea mara nyingi, wale wenye pesa wanakuja wananunua, alafu wasio na pesa wanakwenda wanaomba. Kila wakati unapoomba anakumegea, unaomba tena anakumegea, lakini kule kupewa kulikuwa kumfanya mtu kushiba. Na wakati mwingine walitufanya wengine kubeba mabegi yao au madaftari yao, kwa sababu tumekuwa machawa wao. Tukibeba vya kwao wanatupa vitu vyao, lakini wakati mwingi tulikuwa tukiendelea kuomba wanachukia. Wanatuona sasa tumekuwa waombezi sana. Utasikia ile mtu anaombaomba sana, yaani wakikuona wanaanza kupisha njia, wakikuona wanakukwepa, kwa sababu hawatamani uombe vibama vyao, hawatamani uombe vitumbua vyao, hawatamani uombe bajia, yaani kukumegele bajia kadogo. Bajia moja walikuwa wanamegea watu hadi 8-10. Amenunua vitumbua 5, atamegea watu kitumbua kimoja, vile anakula vyote. Lakini kinachotokea ukiendelea kuomba, anakasirika, anakukwepa na hakupi, anakunyima. Ila Mungu wetu amesema ombeni bila kukoma. Hata leo inawezekana kuna wakati unakosa unga nyumbani, unakwenda kwa ndugu yako ili upate unga ukapige ugali. Kitendo cha kuomba mara 1, 2, 3 kinafanya ndugu yako achukie kwa nini unaomba. Anakuchoka na anakuambia sina, nenda katafute vya kwako. Wako wengi hawatamani uombeombe kwao, hata kama anakupenda, lakini swala la kuomba
anasema ombeni nanyi mtapewa. Leo anasema ombeni bila kukoma. Maana kila unapoomba bado ni mhitaji. Kwa nini naomba? Kwa sababu ni mhitaji, na uhitaji wangu mbele za Mungu haujawahi kupungua. Kila siku na mhitaji yeye, na yeye amefungua milango. Anataka uombe. Watu wengi sio waombaji kwa sababu wamekuwa wakigusagusa maombi. Sikia nikwambie, leo lazima uelewe, ili uweze kufanikiwa katika kile ulichonacho, ni lazima ukaze kuomba. Ni lazima ukazane kuomba. Usipokazana kuomba, huwezi kupokea. Maana Biblia inasema uombe bila kukoma. Maana lazima uendelee kuomba mpaka uone matokeo. Kuna sehemu natamani kufika, lazima uendelee kuomba mpaka uone matokeo. Usipoona matokeo usiache kuomba. Ni lazima uongeze nguvu ya kuomba mpaka uone majibu. Wengi wameshindwa kuona matokeo kwa sababu wamekuwa wakiomba wanaacha. Unaomba unaacha. Unaomba mtaji unaacha. Unaomba hiki unaacha. Ni watu wanaogusa vitu na kabla hajapokea ameacha niambie kingine. No. Sikia nikwambie, ni lazima ujifunze kuomba tena. Unaomba tena bila kuacha. Biblia inasemaje? Ni kitabu kile cha Yakobo. Hebu tujaribu kuangalia hiki kitabu. Biblia inasema maombi ya mwenye haki yafaa sana, hasa akiomba. Tutafute pamoja huu mstari tuuone. Biblia inasema kitu kigumu sana. Kuna watu wanaomba partial prayer. Yaani wewe unaomba kidogo unatembea. Unaomba kidogo yaani ni kama mtu anayemwagiza Mungu, sio anaomba. Ni kama unamwagiza hivi. Ni kama unafanya maagizo tu, Mungu fanyaga hiki. Ya. Kuna kitu kinaonekana hapa kwenye mstari wa 16 Yakobo 5. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Nataka kuanzia pale B. B inasema hivi: kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Sasa watu wengine anagusa hiki anaacha, anagusa hiki anaacha, alafu anarudi anasema Mungu mbona hanijibu? Kinachosababisha usijibiwe ni kwa sababu unaacha kuomba. Biblia inasema uombe bila kukoma, na Biblia inasema uombe kwa bidii. Ikiwa mwenye haki, kuomba kwako kunafaa sana, lakini hakufai tu, kunafaa ikiwa utaomba kwa bidii. Siku ya leo kuna mambo ambayo umeyapitia. Inawezekana umepitia kwa muda mrefu. Kuna miaka 2-3 imepita, umeendelea kuona matatizo yapo. Wakati mwingine ndoa yako inakusumbua, umekuwa mtu unayelia na kulalamika, wakati Yesu yupo tayari kukusikiliza, lakini huoni majibu kwa sababu huombi sana. Na kuna wakati unaona kama biashara haziendi, unajiuliza nafanyaje biashara hakuna matokeo. Na wewe umeokoka, Yesu ameahidi baraka. Inawezekanaje kutokubarikiwa kwenye kazi zako? Ni kwa sababu umeacha kuomba kwa bidii. Leo nikwambie ukweli, ni lazima uingie kwenye maombi, uombe kwa bidii, ndipo uone matokeo. Usiache kuomba mpaka uone majibu. Usiache kujitia jina la Bwana mpaka uone majibu. Wakati mwingine watu wanasema hivi, inafanyaje? Inawezekanaje?
mpaka uone kazini kwako wamekuelewa. Lazima uendelee kuomba mpaka uone katika masomo yako umefanikiwa. Lazima uendelee kuomba kwa bidii mpaka uone familia yako imekaa sawa. Lakini kama utaomba kidogo, maombi yako maana yake hayafai. Maana kuomba kwa mwenye haki kwa sana, akiomba kwa bidii maana yake unaweza kuwa na haki, ila ukiomba kidogo maombi yako hayafai. Na kama hayafai itimize hakuna majibu. Acha nikusaidia uelewe, watu wengi wanaoomba sio kwamba wana dhambi. Mtu anaweza kujiuliza mbona hatupokee majibu? Au kuna mahali nimetenda dhambi, anaangalia nyuma, anaangalia mbele, anaangalia kushoto, anaangalia kulia, anashangaa kuna majibu. Wapi nimekosea? Anaangalia juu hakuna, anaangalia chini kuna mahali nimekosea, anakuta hakuna matokeo wala hakuna majibu wala hakuna alipokosea. Anajiuliza kwa nini Mungu hajibu? Tatizo ni moja tu. Tatizo ni moja tu. Umeacha kuomba. Umeacha kuomba. Kanisa la watu waliookoka ni kanisa la kuomba. Zile zama za watu kuomba wanalia machozi, watu kuomba wanagaragara, watu walikuwa wanang'ang'ana mpaka wanafika mahali pa kupokea majibu. Zile zama leo zinatakiwa zirejee. Watu wamekuwa na maombi ya kawaida, wamekuwa na passion prayers, hawataki kuomba kwa viwango, wanaomba kistaarabu. Yani akijiangalia naona yana kucha nzuri, ameweka na rangi, akijiangalia alivyovaa, akijicheki kidogo kwenye nyusi zake, sio amepaka vinini, anaanza kuomba kistaarabu. Leo ni wakati ambao kila mtu lazima aende mbele za Mungu, aombe kulingana na hitaji lake mpaka aone majibu kwa Bwana. Usipoomba kwa bidii unaweza kuwa huna dhambi, lakini kwa sababu hujui kuomba kwa bidii unaweza kupokea. Maana yake mbingu zinaona ya kwamba kuomba kwako hakufai, na hakufai na kwambia hata kama huna dhambi, kama hujui bidii kwenye maombi, maombi yako hayafai. Na kwa kuwa hayafai, Mungu asikilizi maombi yasiyofaa. Mungu anasikiliza maombi yanayofaa. Kama umeelewa, shangilia kwa Bwana. Haleluya. Kuna vitu lazima vielewe. Tunaweza kushangaa na kumuuliza Mungu inakuwaje mbona utujibu, na hata Mungu akaamua kunyamaza asitujibu kwa sababu maombi yetu hayafai. Kuna watu kuingia kwenye maombi ya kufunga mpaka aambiwe na kanisa. Hana muda maalum wa kusema aingia kwenye maombi binafsi. Kuna watu hata akiwa nyumbani maombi anayo yale ya kulia ugali. Unajua mtu mwenye njaa kali akiingia kwenye chumba cha chakula, akikaa hivi anakuta mesi imekaa sawa. Nafa naomba katika jina la Yesu bariki chakula hiki takasa kwa jina. Amen. Anaanza kula, yani anasukuma na njaa hata kuomba kupa nje ya ufahamu. Yani maombi yake ni maombi ya ovyo ovyo. Yale maombi hayasikilizwi na hayana maana, ila tu ni neema ya Mungu inakusaidia. Sasa kuna wakati una matatizo, unapitia shida nyingi, unapoenda kuomba unaomba tu Baba katika jina la Yesu, Mungu nisaidie nipate mume. Kwa sababu umesema wewe nikiomba Bwana utanipa, basi niomba na amini utanipa. Unakelasa. Mungu anakuangalia na unapumbavu huyu. Hana akili. Wako ambao wako serious kwenye maombi. Acha nikawasikiliza hapo. Anakwenda anakutana na mwanamke mwingine, analia, anagaragara, anatoa kamasi, anasitupa kwa anaendelea, machozi yanamtoka, anafuta yaishe, jasho linamtoka, anafuta aliishe, anagaragara, analia. Baba, angalia familia yangu. Yesu, angalia mume wangu. Yesu, naomba unirejeshe mume wangu. Huyu anaomba Bwana, nimepoteza kibali. Inawezekanaje na wewe upo? Yesu nisaidie. Hapa na